Mary. 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 Sitaki kuamini kama leo hii umeharibu ndoto zangu. Pia hata wewe umeharibu ndoto zako. Hey. Mama, niombe msamaha kwa baba, labda naweza kukuelewa. Mary, naomba nisikilize. Mary, naomba nisikilize. Tumekulea kwa nidhamu, tumekulea vizuri, lakini leo hii unakuja kunitia aibu hapa kijijini kwangu. Sawa? Hapa kijijini watu wote watajua kwamba wewe unifanya mimi kwangu ni aibu. Sawa, sikiliza. Wewe utatoka hapa utaenda kuishi na mpumbavu wako. Mama Mary, hilo nimeshaliongea. Sitaki kuongea tena. Baba, mimi nisamehe baba. Lakini nisamehe. Siwezi kukusamehe kwa upumbavu uliofanya. Toka. Mama, naongea na baba. Toka. 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 Baba Mary, kwa nini unamfukuza huyu mtoto? Mbona nilishakwambia hebu acha jazba. Ataenda wapi huyo? Fungua mlango. Fungua mlango huo. Kwani vipi? Nini kelele hapa nyumbani kwangu? Kwani vipi nini hujui? Nini kelele nyumbani kwangu saa hizi, eh? Mbona hivyo? Mbona nipige kelele nyumbani kwangu vipi? Wewe sikiliza, sijaja kupigia kelele. Sijaja kupiga kelele hapa, sawa? Kitendo alichofanya mtoto wako sijakipenda. Sijakipenda kabisa. Mtoto wako leo ni wa kumtia mimba mwanangu? Hivi ungekuwa wewe ungeweza? Sikiliza. Nimekuja hapa kumleta huyu. Na amenionyesha mpaka chumba cha mwanao ambacho ni kile pale. Nimemleta hapa, huyu mtakaa naye nyinyi wenyewe. Siwezi mkatia mimba, atie mimba mwanao, mimi nilee. Huo upumbavu huo sijawahi kuufanya. Mimi nifanye kazi ya kulea? Wewe ulijuaje kama mwanangu amempa mimba? Pengine amepewa huko, afu hali. Mimi sitaki ukorofu ujue. Yeye ndo kamtia mimba na hapa ndo maana ameniongoza mpaka chumba cha mwanao kile. Ondoka na mwanao, mimi sitaki kumuona, toka naye hali. Wewe sikiliza, mimi sio mjinga na huyu sio mjinga. Huyu ni mtoto ambaye mwenye akili zake. Na ndio maana aliamua kufanya kitendo hicho. Wewe sikiliza. Huyu ndo atakuwa mama yako. Na baba yake wa yule ndo atakuwa baba yako wewe. Sawa? Unatukosea. Kama nawakosea, mngeona mimi mkosefu, mngekuja nyumbani sio kwa utumbo mliofanya. Huyu ni wa kwako. Sasa wewe, nenda na babako. Sitaki kuona hapa. Toka, nenda na babako. Mami, nitaelekea wapi? Nyumbani wamenipiga sana na hawataki kuniona tena. Kanyumbu! Wewe Kanyumbu! Mama. Toka ndani humo. Sura ndogo kapili toni, muone kwanza. Mwana kulitafuta ndo mwana kulipata. Haya, beba mzigo wako. Nenda nao ndani humo. Ndio uliokuwa unakitafuta ndo hicho. Babake kakuletea hapa mtu wako. Beba mtu wako peleka ndani. Maana wewe ndo kilanga chako ulichokitafuta ndo umekipata. Na akija babako utakuja kujibu mashaka yote, mpuzi wewe. Tuto hii. Umekula? Nimekula. Umeshiba eh? Yaani vizuri kabisa. Eti. Sawa, na mimi nasema asante kwa kushukuru. Sasa mume wangu. Jana ulikuja ugeni hapa. Tena ugeni huo sio kufurahisha. Kwa hiyo alimleta hapa na alimwacha hapa. Sasa mume wangu mimi ningefanyaje? Yaani nimeomba wewe, nimeongea na vya kuongea, lakini hali aling'ang'ana vibaya mno na kumwacha mwanae pale pale.
umekosea. Wewe maisha yenyewe unaona jinsi tunavyoishi hapa. Atafute sehemu yake kwa nini? Mume wangu unavuka mipaka. Wale ni watoto. Wamekosea sasa. Tutafanyaje? Ndio wameshakosea. Bwana Lama. Naam. Nahisi ujumbe wangu umeupata nyumbani kwako. Nimeupata na nimeuona. Sawa. Sikiliza Lama. Mimi huu mguu ulikuwa nakutafuta wewe. Sawa. Sawa. Kitendo alichofanya mtoto wako kwa binti yangu sijakipenda. Sawa ndugu yangu, mimi nimekuelewa vizuri sana. Lakini wewe kama mzazi na mimi kama mzazi, majukumu uliyochukua wewe kunifanya mimi ndugu yangu, umechukua mna maamuzi ambayo ni ya ghafla na ni ya kikatili sana. Nataka nikwambie hivi. Yule mtoto mimi nimekuletea pale. Wewe naomba yule mtoto umlee na ile mimba alionayo. Sawa? Umwambie kijana wako yule mtoto ni wa kwake. Ulee wewe na mwanao. Nilitegemea kama mzazi mwenzangu, maadamu ile jambo ameshafanya watoto wetu, kilitakiwa wewe sasa tukutane na mimi, tukae pamoja ili tuweze kulinyambua ili jambo tufanye nini. Lakini kwa maamuzi ambayo ndugu yangu amechukua na kuniletea mimi pale, alafu mbaya zaidi bila maandishi, bila kwa kitongoji, wewe unategemea pale mimi nafanya nini kama wewe? Sikiliza kwanza, sikiliza. Kwa jambo hili mimi siwezi nikakaa na wewe tuzungumze. Tuzungumza nini? Kwa upumbavu alifanya mwanao. Mwanao ndo amenikosea. Sawa. Alafu hii kauli ya kuniambia wale ni watoto wadogo, hiyo uache. Mwanao sio mtoto mdogo. Mpaka kaja kwenye bomba langu kufanya upumbavu ule, maana yake ni amejiona amekuwa. Sawa. Sasa sikiliza. Sitaki hata tubishane. Yule mtoto naomba mlee. Na ile mimba ile mpaka ajifungue hiyo. Nisikilize kwanza ndugu yangu. Siwezi kusikiliza, acha ujinga. Siwezi. Karibu. Karibu pale kitu. Karibu kaa. Wewe mchukulie. Haya, asante. Karibu hapo. Asante mwenyekiti. Karibu hapo. Karibu hapo. Shikamoo. Marhaba. Bali za nyumbani. Salama, tuabaza hapa. Safi. Mimi nimekuja hapa, huyu binti ana mahusiano na kijana wangu mimi hapa. Sasa kwa bahati mbaya au tuseme sijui bahati nzuri, hana ujauzito. Sasa zile taarifa alizozipata Banari kule Amani hakuna na binti yake huyo. Kwa hiyo ikabidi kule sasa hambebelee moja kwa moja mkuku mpaka nyumbani, kaja kambwaga pale. Ndio. Mwenyewe kuondoka. Sasa mimi nilivyokaa nikafikiria ngatafakari na huyu ni binadamu. Lipo la kesho. Ya Mungu mengi huwezi kujua. Nikaona hapa kipengele hichi ni bora nikimbilia kwa nani? Kwa rais wa mtaa. Umeona bana? Nikaona hakuna jingine lazima nilete kwa mwenyekiti wa kitongoji. Sababu yeye ndo serikali bana. Kwa hiyo kikubwa nimekuja kuripoti kupitia huyu binti.
Mwenyekiti, mimi nasema nishukuru. Basi nashukuru. Asante. Lakini Karibuni sana. hakuna haja ya maandishi labda. Haina haja ya maandishi wala nini. Aha, Maandishi asante. ni mimi mwenyewe. Aha. Usihofu kwa lolote litakalotokea mtakuwa tayari. Sawa mwenyekiti. Asante. Mimi nashukuru sana. Amina. Ubarikiwe mwenyekiti. Amina. Haya. Asante sasa. Haya. Asante. Sasa. Unajua tena. Na tungine mnatafuta tu sababu hapa tuongee. Ionekane sisi tuongea. Kwa hiyo maana vikobo kuangalia daftari usiku. Mume wangu napitia tu nalala. Sasa kupitia unasubiri usiku. Mchana ulikuwa wapi? Hebu acha daftari ulala. Alafu mke wangu mimi nilikuwa na ushauri kupitia mtoto wetu. Unajua mtoto mpaka hivi sasa umri naweza nikasema tayari umeshafanya nini? Ushapita. Kwa mfano kama sasa hizi mtu tayari yupo na mke pale. Unapotegemea sisi tunaishi vipi ndani? Tuishi na yeye na mtu na mke wake. Kutakuwa na heshima kweli kukaa na mtoto wetu ndani? Hivi mume wangu, hivi hao watoto unatoa kapange, wataenda kuishi vipi huko? Mtoto mwenye bado mdogo kabisa yule, hata maisha hajui. Unamtoa saizi mtoto eti akapange. Kweli? Kwa maana wewe tunabishana wewe na mimi, si ndio? Hapana, ila siafiki tu. Sasa kama uafiki na maana kwa nini wewe mimi unibishie ninachoongea? Mume wangu, Mimi? na yule mke wake unajua kabisa fika kwamba hali yake alivyo ni mjamzito. Unamtengenezea picha gani hali au unamweka katika hali gani yule? Au unataka kutengeneza shida na hali? Kwa nini? Sasa nikwambia kitu kimoja. Yule katika ile hali binti ambaye alionayo na ndipo inapotakiwa ajifunze. Nimechoka bwana. Kwa leo unanichukia lakini ipo siku utakuja kuona Yaani watoto unawafanya utafikiri watoto wa watu baki sijui nini sijui. Sasa kama maisha magumu, kama watoto maisha magumu na wenyewe si watakaa kwenye maisha magumu haya. Kwa hiyo wewe maisha magumu ndio unawatimua watoto waenda kapange kwa ajili ya maisha magumu. Mambo gani haya? Mimi siafiki kitu kama hicho. Sasa wewe uafiki usipoafiki nimesema humu ndani huyu mtoto atatoka. Anaona njaa. Kwanza leo tunakula nini? Mpaka saizi hapa eleweki. Tumsubiri tu baba yenu arudi basi. Anaweza karudi na mboga Mama, kaangalia ratiba vizuri bwana na mkwe wako. Mimi namaliza kazi nafika. Ndio mboga hamna ndani. Tumsubiri baba arudi. Na karibu anarudi. Umesikia mko wangu? Sawa. Tumsubiri baba anarudi sasa hivi hapa. Sawa. Sawa Nenda ndani na mama. Mimi namaliza kazi nafika. Na wewe usifanye sana hapo uje upumzike. Sawa mama. Mama, chakula cha leo ni kitamu. Mapisha mwanangu.
Napisha. Hiyo ndo kazi ambayo unaweza. Kazi kusifia tu. Mama, chakula leo kitamu. Mtoto wa kiume. Lakini sio kufanya kazi. Baada ya kufikiria mimi nipambane nifanye kazi, niweze kumlisha mimi mke wangu nifanye nini? Unabweteka tu kula ugali wa baba na kusifia. Chakula leo kitamu. Mume wangu. Jiangalia sana wewe. Kuna maisha mengine badala haya. Leo una baba na mama, kesho baba na mama atakuwa yupo. Mama, baba, kudeka deka. Wewe ni mtoto wa kiume. Wewe endelea kubweteka hivyo. Faida yake tutakuja kuiona baadaye. Hivi mume wangu, huwezi kuwasema kipindi ambapo awali. Yaani usubirie mpaka wanakula ndo unawasema. Kwa nini? Singasubiria amalize kula ndo waambie. Yaani unasubiria wanapokula tu ndo unawasema. Kweli tabia gani? Yaani siku zote penye ukweli, mke wangu lazima upawe na ukweli. Sawa? Pisha nipite mimi. Kula mwenyewe. Nipite. Sasa kusema watoto tu. Kula mwenyewe. Kwa wewe unasusa chakula kwa uzembe, si ndio? Haya. Kwa sababu mimi ndo niliyotafuta, acha nimalize mwenyewe niliyotafuta. Najua maisha humu ndani tunayoishi sio mazuri, ila please nakuomba vumilia.